habari zenu, hii habari kutoka JMN, kuwa nasi. Lango la kuzimu la Turkmenistan, shimo linalowaka moto kwa miaka 40. Kwa kawaida, moto unaowaka kutokana na nishati kama mafuta au gesi huwaka kwa saa chache, siku au wiki. Hata hivyo, moto unaowaka kutokana na nishati iliyo chini ya ardhi unaweza kuwaka kwa miongo kadhaa. Shimo la gesi la Darvaza, ambalo pia linajulikana kama lango la kuzimu, ni shimo lenye upana wa mita 60, futi 196, katika jangwa la Karakum nchini Turkmenistan, ambalo linawaka moto kwa miaka 40. Asili ya shimo hili inabishaniwa. Baadhi wanadai lilizuka miaka ya 1970 wakati mashine ya kuchimba gesi ya Kisovieti ilipotoboa gesi asilia chini ya ardhi kwa bahati mbaya. Wengine wanaamini lilitokea tu wenyewe miaka ya 1960, lakini wanajiolojia walipogundua methane ikivunja kutoka kwenye shimo hilo, waliwasha moto kwa lengo la kuepuka janga la kimazingira. Walidhani ingeungua baada ya wiki chache na kuisha. Lakini shimo hilo bado linawaka moto miongo kadhaa baadaye. Shimo hilo liko juu ya uwanja mkubwa na mafuta na gesi unaopitia Turkmenistan hadi Uzbekistan, ikimaanisha kuwa huenda limeungana na akiba kubwa ya methane chini ya ardhi na kutoa nishati isiyo na kuwasha moto. 2013, mchunguzi wa Canada George Couronnes alianza safari ya kuchunguza shimo hilo. Akiwa amevaa suti inayostahimili joto, alishuka hadi chini ya shimo ili kukusanya sampuli za udongo. Aligundua viumbe ambavyo vinaweza kuishi katika hali hii ngumu ya hewa kwenye shimo hilo. Mlango huu wa kuzimu unaweza kuwa moto maarufu zaidi, lakini sio moto wa zamani zaidi unaoendelea kuwaka. Tabaka nene za makaa ya mawe ya chini ya ardhi zinaweza kuwasha moto unaodumu kwa karne nyingi. Moto mmoja na makaa ya mawe chini ya mlima Wingen nchini ya Australia umekuwa ukiwaka kwa zaidi ya miaka 5,000 hadi ugavi wao wa nishati chini ya ardhi utakapokwisha. Moto huu huenda utaendelea kuwaka kwa muda usiojulikana. Infantino aomba radhi kwa makosa aliyoyafanya, lakini ataendelea kuwa rais ya FIFA. Rais wa FIFA Gianni Infantino ameomba radhi kwa makosa aliyoyafanya katika mpango wenye utata wa kuuza hisa za baadhi ya mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Ataendelea kuwa rais wa FIFA baada ya kupata uungwaji mkono kutoka kwa viongozi wakuu wa shirikisho hilo katika mkutano uliofanyika nchini Morocco. Infantino aliitisha mkutano wa bodi ya usimamizi katika ofisi ya FIFA ya Afrika mjini Rabat ya Jumatano, kufuatia kuongezeka kwa ukosoaji dhidi ya pendekezo lake ambalo hatimaye lilisitishwa. Shirikisho la soka la Ulaya yaani UEFA lilisema mwishoni mwa wiki kuwa limepoteza imani kwa Infantino, likielekeza pendekezo la FIFA Forward Enterprise yaani FFE kama makubaliano yasiyo wazi, ya siri na yasiyofuata taratibu. Ukosoaji pia ulitoka ndani ya FIFA yenyewe, ukiwemo kutoka kwa katibu mkuu Matthias Grafstrom ambaye alihudhuria mkutano huo. Katika mawasiliano ya ndani aliyotuma kwa wafanyikazi wa FIFA siku ya Jumanne, Grafstrom alisema hali hiyo ni mlolongo wa matukio ya kusikitisha na yasiyokubalika. Hata hivyo, baada ya mkutano huo, Grafstrom pamoja na bodi ya usimamizi walitoa taarifa wakithibitisha tena kuwa wanaunga mkono kikamilifu uongozi wa Infantino kama rais wa FIFA. Infantino na Grafstrom pia walituma barua iliyosainiwa kwa makamu wa rais wa FIFA, wajumbe wa baraza la FIFA na mashirikisho yote 211 wanachama wa FIFA, wakisema kuwa wanaomba msamaha kwa dhati kwa makosa yaliyofanyika na kuahidi hayatajirudia. Baada ya mkutano huo, wawili hao walionekana pamoja wakitazama mechi ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake. Infantino alikuwa amependekeza kila shirikisho mwanachama lipatiwe dola milioni 40 za Marekani iwapo lingeunga mkono mpango wa kuruhusu uwekezaji binafsi katika mashindano ya FIFA, yakiwemo kombe la dunia la wanaume na wanawake, kupitia kampuni tanzu mpya iitwayo FIFA Forward Enterprise. Tetesi za soka Ulaya Alhamisi. Winga wa Ivory Coast Diamond kutua Real Madrid. Real Madrid imefikia makubaliano na klabu ya RB Leipzig kumsajili winga wa Ivory Coast mwenye umri wa miaka 19, Yan Diamond, kuwa hadi euro milioni 140 kufuatia mazungumzo ya muda mrefu. Athletic usajili unahitajika. Liverpool inatathmini uwekezano wa kumsajili winga wa Paris Saint-Germain na Senegal mwenye umri wa miaka 19 Ibrahim Mbaye. Liverpool inahusishwa na tetesi za kumsajili beki wa Real Madrid Raul Asensio aliye na umri wa miaka 23 baada ya mchezaji huyo wa kimataifa wa Uhispania kufahamishwa kuwa huenda akaondoka katika klabu hiyo ya La Liga msimu huu wa kiangazi. Aston Villa imefikia makubaliano na Atletico Madrid kumsajili beki wa kushoto wa Italia Matteo Ruggeri mwenye umri wa miaka 24. Maka kwa Kihispania. Fulham wapo kwenye hatua za mwisho kumsajili kiungo wa Southampton wa Ireland Kaskazini katika dili linalokadiriwa kufikia pauni milioni 30. Klabu hiyo ya London inaonekana tayari kumaliza
kumaliza mchakato wa kumnasa nyota huyo mwenye kipaji. Trabzonspor inafanya juhudi za kumrejesha pamoja mshambuliaji wa Uruguay Darwin Nunez na aliyekuwa mwenzake wa Liverpool, mshambuliaji wa Misri Mohamed Salah katika klabu hiyo ya Uturuki. Nunez kwa sasa anachezea Al Hilal. Aston Villa wako tayari kupokea ofa mpya kutoka kwa ajili ya beki wa England Ezri Konsa mwenye umri wa miaka 28, huku wakijaribu kufikia makubaliano ya mkataba mpya ili kuhakikisha anaendelea kubaki Villa Park. Real Madrid huenda ikawaruhusu viungo wawili wa Ufaransa Aurelien Tchouameni na Eduardo Camavinga ambao pia wanananiwa na Manchester United kuondoka ili kupata fedha za kumsajili kiungo nyota wa Manchester City na timu ya taifa ya Hispania Rodri. UN yashangazwa na ongezeko la mauaji ya watu Iran. Mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa amesema ameshangazwa na ongezeko la mauaji Iran, huku adhabu kali ikiendelea kutekelezwa kuwatia hofu watu na kukandamiza upinzani. Volker Turk alisema takriban watu 56 wamenyongwa kutokana na mashtaka yanayohusiana na usalama wa taifa tangu tarehe 19 Machi, wakiwemo watu 27 katika kesi zilizohusishwa na maandamano ya nchi nzima dhidi ya serikali yaliyofanyika mwezi Januari. Aliongeza kuwa zaidi ya watu wengine 100 wako katika habari ya kunyongwa kwa mashtaka kama hayo, huku mauaji ya kisheria kwa makosa yanayohusiana na dawa za kulevya pia yakiendelea kwa kasi ya kutisha. Iran inaaminika kuwa nchi ya pili duniani kwa idadi kubwa zaidi ya utekelezaji wa hukumu za kifo baada ya China. Mwaka jana ilitekeleza hukumu ya kifo kwa angalau watu 2159 kulingana na shirika la Amnesty International. Shirika hilo la haki za binadamu lilisema kuwa hiyo ndiyo idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa tangu mwaka 1981 na ilijumuisha mauaji ya watu 45 waliotuhumiwa kuwa wapinzani wa serikali kwa makosa yanayohusiana na usalama wa taifa. Wanaharakati wameonya kuwa mamlaka za Iran zitatumia zaidi hukumu ya kifo dhidi ya wapinzani kufuatia maandamano ya Januari ambapo maelfu ya waandamanaji waliuawa na makumi ya elfu kukamatwa. Mkuu wa haki za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa amesema ameshangazwa na ongezeko la mauaji Iran, huku adhabu kali ikiendelea kutekelezwa kuwatia hofu watu wa kukandamiza upinzani. Volker Turk alisema kuwa takriban watu 56 wameuawa kwa kunyongwa kutokana na mashtaka yanayohusiana na usalama wa taifa tangu tarehe 19 Machi, wakiwemo watu 27 katika kesi zilizohusishwa na maandamano ya nchi nzima dhidi ya serikali yaliyofanyika mwezi Januari. Aliongeza kuwa zaidi ya watu wengine 100 wako katika habari ya kunyongwa kwa mashtaka kama hayo, huku mauaji ya kisheria kwa makosa yanayohusiana na dawa za kulevya pia yakiendelea kwa kasi ya kutisha. Iran inaaminika kuwa nchi ya pili duniani kwa idadi kubwa zaidi ya utekelezaji wa hukumu za kifo baada ya China. Mwaka jana ilitekeleza hukumu ya kifo kwa angalau watu 2159 kulingana na shirika la Amnesty International. Shirika hilo la haki za binadamu lilisema kuwa hiyo ndio idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa tangu mwaka 1981 na ilijumuisha mauaji ya watu 45 waliotuhumiwa kuwa wapinzani wa serikali kwa makosa yanayohusiana na usalama wa taifa. Asante kwa kuendelea kuwa nasi, tunakutakia siku njema. Kwaheri.